Mnamo Machi 10 mwaka 1912, Titanic ilianza safari yake ya kwanza kutoka Southampton, Uingereza kuelekea New York, Marekani. Abiria waliingia wakiwa na matumaini makubwa, baadhi matajiri wakitafuta raha, wengine masikini wakiota maisha mapya ya Amerika. Katika meli hiyo walikuwepo watu mashuhuri kama John Jacob Astor wanne, mmoja wa matajiri zaidi duniani, Isidor Straus, mmiliki wa Macy's, na pia watu wa kawaida waliotafuta maisha mapya. Kwa siku kadhaa Titanic ilisafiri kwa utulivu. Bahari ilikuwa shwari, meli ilikata mawimbi kwa utulivu na muziki ukipiga kwenye kumbi, abiria wakicheka wakila vyakula vya kifalme. Lakini usiku wa April 14 mwaka 1912, karibu saa 6 usiku hivi, Titanic iligonga barafu kubwa, iceberg, katika bahari ya Atlantic kaskazini. Ingawa ilionekana kwa kuchelewa, ilikuwa tayari miamba ya barafu ikipasua upande wa kulia wa meli chini ya maji. Kwa muda mfupi hakuna aliyepanic, lakini maji yalipoanza kujaa kwenye vyumba vya chini, ukweli ulidhihirika. Titanic ilikuwa inazama. Meli ilikuwa na boti chache za kuokoa zenye nafasi kwa watu chini ya nusu ya waliokuwepo. Hali ya taharuki ilizidi, wanawake na watoto walitangulizwa, lakini baadhi ya boti ziliachwa nusu tu. Katika baridi kali ya usiku, watu wakilia, muziki wa bendi ya meli uliendelea kupigwa kama faraja ya mwisho kwa wale waliokufa wakitazama anga. Titanic ilimeguka katikati kabla ya kuzama kabisa majira ya saa 8:20 ya Aprili 15 mwaka 1912. Takriban watu 1500 walifariki, wengi kwa kuganda kwenye maji ya barafu. Meli ya Carpathia ndiyo ilifika kuokoa walionusurika, lakini ilikuwa tayari kuchelewa kwa wengi. Dunia ilishtuka, maswali yakiibuka: kwa nini meli kubwa na ya kisasa ilikosa boti za kutosha? Kwa nini haikusikiliza maonyo ya barafu? Janga hilo lilisababisha mabadiliko makubwa ya sheria za usalama baharini, kuanzia kuongeza boti hadi kuwekwa kwa redio za dharura usiku kucha. Miaka mingi baadaye, mwaka 1985, mabaki ya Titanic yaligunduliwa chini ya bahari ya Atlantic kwa urefu wa mita 3800. Hadi leo hadithi yake imeendelea kuwa gumzo. Filamu, vitabu na makumbusho vimeandikwa kuhusu meli hii. Titanic haikuzama tu kama chombo cha kusafiria, ilizama kama onyo kuwa hata teknolojia kubwa haifai ikiwa kiburi kitatawala. Ilikuwa ndoto iliyozaliwa kwa matumaini, ikafa kwa majuto na kubaki hai kwenye historia ya dunia. Niite Athman Mshana, nitaitika.